Niliwaambia sana maharusi, singles wakaniambia MC, mbona sisi hausemi nasi? Nami nikasema nitawaandalia na nyie somo lenu mpate japo mawili matatu. Now, today is that day. Singles, tuanze na wanawake. Wanaume naomba mnivumilie kidogo. Singles wanawake, karibuni viti vya mbele, alafu mtafuata maharusi watarajiwa, viti baada ya singles. Baada ya hapo mtafuata wanandoa. Now, singles wanawake, hili somo ni la kwenu leo. Somo la leo linasema mambo 10 muhimu ya kuangalia kwa mwanaume ukiwa unamuomba Mungu neema ya kuingia kwenye ndoa. Somo la leo linasema mambo 10 muhimu ya kuangalia kwa mwanaume ukiwa unamuomba Mungu neema ya kuingia kwenye ndoa. La kwanza, unatakiwa kumwangalia mwanamume ambaye anamjua Mungu. Sio mwanaume anaenda kanisani kila Jumapili. Sio mwanaume anayekuambia tusali mara moja moja, bali mwanaume mwenye mahusiano ya karibu na Mungu. Kwa wewe ambaye ni msomaji wa Biblia, tafadhali kasome Mwanzo 1, Mwanzo 2, 18 mpaka 24. Soma Mwanzo 1 yote. Nenda Mwanzo 2, soma kuanzia 18 mpaka 24. Jamani, hata kabla sijaendelea na darasa mwanangu tayari ameamka. Ngoja nimchukue alafu tuendelee na darasa. Jambo la kwanza, awe na mahusiano na Mungu. Awe na mahusiano na Mungu. Tunaposema awe na mahusiano na Mungu tunamaanisha nini? Amjue Mungu kama Mungu wake, amjue Mungu kama baba yake, na amjue Mungu kama mpaji wa kila kitu katika maisha yake. Wanaume wanaomjua Mungu, hata kama hupita katika changamoto, kabla ya kutumia akili zao wenyewe, tamaa zao wenyewe, huenda kwanza kwa Mungu katika magoti, wakimwamini Mungu na kumlilia Mungu. Wale wasomaji wa Biblia, nadhani mtakuwa mmeona wanaume ambao walikuwa wanaongea moja kwa moja na Mungu. Pili, ni lazima awe na mamlaka. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliumba mwanamume na mwanamke na akawapa neema ya kutiisha. Ni lazima mume wako mtarajiwa ama mwanamume unayemuomba Mungu kuingia naye kwenye ndoa aweze kuwa na utiisho. Utiisho katika dunia huleta vitu kuwa hata kama hauna uwezo vya venyewe kuwa kwa wakati huo. Kwa ni vyema ukawa na mwanaume mwenye ujuzi na neema ya kutiisha mambo. When he speaks, he speaks. When he speaks, it comes to reality. When he speaks, he makes it happen. When he speaks, it comes to pass. Yaani lazima uwe na mwanaume mwenye uwezo wa kutiisha mambo. Mumtaki mke wangu kwa sababu ya hivi, kwa sababu ni mimi nimemchagua, nitamuoa na nitaishi naye. Ana uwezo wa kutiisha jambo na likawa. Hi baby. Hi baby. Hi. Namba 3, mwanaume mwenye utulivu na mwenye uweza wa kumsubiri Mungu. Unapokutana na mume wako mtarajiwa, mtakapoingia kwenye neema ya ndoa, wewe utakuwa umetoka nyumbani kwako na mambo yako
na yeye atakuwa ametoka nyumbani kwake na mambo yake. Yeye kama mwanaume atakuwa anatamani mke wake awe 1, 2, 3 na 4, lakini inawezekana wewe una 1 tu ama una 2 tu katika yale ambayo mume wako anatamani uwe navyo. Hapo ndipo utamtaka yeye awe mtulivu na mwenye kumsubiri Mungu akutengeneze kwenye hiyo ndoa. Moja ya kitu ni lazima tutambue, ndoa is a process. Ni lazima tutambue Mungu humfanya mtu katika ndoa. Mungu humbadilisha mtu katika ndoa. Mungu huwatengeneza wanandoa kutoshea lile kusudi la ndoa. Mungu huwatengeneza wanandoa kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni vyema ukawa na mwanamume ambaye yuko tayari kusubiri Mungu akutengeneze uwe sawa sawa na vile yeye anatamani uwe. Pointi ya 4, unapomwomba Mungu neema ya kuingia kwenye ndoa, hakikisha mwanaume utakayeingia naye kwenye ndoa aweze kukuona wewe kama msaidizi wake, kama mke wake na sio mshindani wake. Husband should not compete with you. Mume wako hatakiwi kushindana na wewe. Mume wako anatakiwa kujua yeye ni kichwa na wewe ni msaidizi wake. Mume wako lazima aishi na wewe akijua ya kwamba wewe upo chini yake, kwamba ni jukumu lake kukuongoza wewe, kukusaidia wewe katika njia zote zinazompendeza Mungu. Mume wako hatakiwi kuwa your competitor, hatakiwi kuwa mshindani kwako. Hamtaweza kuwa na ndoa ya mapenzi ya Mungu. Mume wako anatakiwa kuwaacha wazazi wake na kukubali kuambatana na wewe. Ukiwa katika mahusiano na huyu mwanaume ambaye unajiona kuingia naye kwenye ndoa, ukianza kuona ni mwanaume ambaye kitu kidogo lazima amwambie mama yake, kitu kidogo lazima aongee na dada yake, kitu kidogo lazima aseme na ndugu yake, yaani hawezi kufanya maamuzi yeye kama yeye, ujue ni changamoto. Ukiona upo kwenye mahusiano na mwanaume ambaye bila wazazi wake kumwambia kitu hakifanyiki, hilo ni tatizo. Ukiona upo kwenye mahusiano na mwanaume ambaye kila mnalopanga nyie wawili anaenda kuwaambia kwao, alafu watakalo mshauri wao ndio analichukua, lile shauri lako wewe halichukui, hilo ni tatizo. Kwa hiyo ni lazima uingie kwenye ndoa na mwanaume aliyochagua kuacha watu wa kwao na kuambatana na wewe, muwe kitu kimoja. Namba 6, unapomwomba Mungu neema ya kuingia kwenye ndoa, ni lazima uangalie mwanaume ambaye anataka kuwa mwili mmoja na wewe. Jambo lake ni jambo lako, jambo lako ni jambo lake. Maumivu yako ni maumivu yake, maumivu yake ni maumivu yako. Changamoto zako ni changamoto zake, changamoto zake ni changamoto zako. Ukiona upo na mwanaume ambaye anakupenda wewe wakati wa raha tu, huyo sio mwanaume wa kuwa naye. Ukiona upo na mwanaume muda wote anakutoa kasoro tu, mwili wako ulivyoumbwa, labda uzuri wako ama uso wako ulivyokuwa au vitu vyako vilivyokuwa, huyo sio mwanaume wa kuingia naye kwenye ndoa. Ukiona una mwanaume ambaye anapenda kukutoa kasoro, oh hivi, oh vile, oh hivi, oh vile, huyo sio mwanaume wa kuingia naye kwenye ndoa. Basi mwanangu, ni lazima uingie kwenye ndoa na mwanaume anayetaka kuwa mwili mmoja na wewe, anayekupenda wewe
kwa dhati, akijua ya kwamba hata yeye mwenyewe hajakamilika. Una vitu vingi ambavyo unaviona kwake huvipendi, lakini umeamua kuwepo kwa ajili yake. Point nyingine hapa, mtoto anavyonisumbua na hata sikumbuki niko point ya ngapi, sijui ni ya 8. Point nyingine ni kwamba ni lazima mwanaume anayetaka kuingia na wewe kwenye ndoa akupende muonekano wako wa nje. Biblia imezama ndani, imesema nao walikuwa watupu na hawakuoneana haya. Kwa mwanaume asipokupenda wewe mwili wako wa nje, your physical body, hata kupenda wewe mkiwa chumbani bila nguo. Mwanaume asipokupenda wewe your physical body, hata kupenda wewe utakapokuwa umevua nguo chumbani. Mwili wako unaonekana nje katika nguo kabla hujaonekana ndani chumbani ukiwa huna nguo. Akianza kukutoa kasoro, mtu mwenyewe wewe tumbo lako kubwa, mtu mwenyewe wewe maziwa yako makubwa, mtu mwenyewe wewe huna miguu mizuri, mtu mwenyewe wewe mbona hivi na vile. Kuwa makini. Mkiwa ndani ya ndoa, hata umvulie nguo huku unang'aa dhahabu, hata kuona unamtoshea, hata ridhika na wewe. Kila siku atakuwepo hapo kwa sababu ya kitu fulani, lakini yeye atakuwa bize anaangalia aina ya wanawake anaoona yeye wanamfaa. Kwa ukishagundua mapema mwanaume wako ni mwanaume wa aina hiyo, usikubali kuingia naye kwenye ndoa, utateseka. Point ya 9. Unapomwomba Mungu neema ya kuingia kwenye ndoa, hakikisha mwanaume uliyekuwa naye ana kazi za mikono yake mwenyewe, anaingiza kipato. Biblia inasema Adamu akapewa bustani aiangalie. Adam was given work to do before he was even given the wife. Kwa hiyo lazima umkute ana kitu anafanya. Wanawake, haya mambo ya hana kazi sasa hivi, tunasaidiana, namsaidia, ana changamoto, unamlipia mwanaume kodi, unamwekea sijui vitanda, unafanya hivi, unafanya vile, hangaishi kupata fedha, ni changamoto. Siku akijipata atakuacha na ataenda kutafuta mwanamke ambaye anaweza kumhudumia. Ukiwa hapo hapo kwenye kipato, lazima uweze kuishi chini ya kipato cha mwanaume wako. Ni lazima ukubali kuingia kwenye ndoa na mwanaume ambaye unaweza kuishi chini katika kipato chake. Kumbuka wewe ni msaidizi, wewe sio mtendaji mkuu. Mtendaji mkuu ni mume wako. Kama mume wako uwezo wake wa kupanga nyumba ni 300,000 kwa mwezi, kama mume wako uwezo wake ni wa kupanga nyumba 300,000 kwa mwezi, ishi kwenye nyumba ya 300,000 kwa mwezi. Kama mume wako kipato chake ni cha kukupa 10,000 kwa siku, ishi kwenye kipato cha 10,000 kwa siku. Na tena umshukuru kabisa, asante, kwa sababu hicho ndicho kipato chake. Lakini ukigundua anapata zaidi ya hapo na hakuhudumii wewe, anahudumia wanawake nje, usikubali kuingia naye kwenye ndoa. Kama anapata zaidi ya hapo, 1% anapeleka nyumbani kwao, 1% anapeleka baa na marafiki, usikubali kuingia naye kwenye ndoa. Ila kama anatoa hela zake kwa kiwango chake na bado akakuangalia wewe kama mke wake vizuri, hata kama kwa udogo, ingia naye kwenye ndoa. Kipato chake kitakapokuwa, na nyie mtakuwa.
lakini hakikisha una uwezo wa kuishi katika kipato cha mume wako. Kama wewe unafanya kazi ama biashara na unaingiza hela zako, unaruhusiwa kumsaidia mume wako kwenye mambo mawili matatu. Lakini kama hutaki pia, unaruhusiwa pia usimsaidie kama yeye anajimudu. Lakini ndo maana mke ukawa msaidizi. Pale ambapo unaona kabisa hapa mume wangu anapelea, hapo ndipo wewe unafunika ile aibu ya ndoa yenu. Jamani, ndoa ni baraka. Ndoa sio mchezo. Tunapomwomba neema Mungu ya kuingia kwenye ndoa, tutambue ndoa sio mchezo. Na tutakapoingia mmoja akawa yuko tayari kuitumikia ndoa yake vizuri, na mwingine akawa hayuko tayari kuitumikia ndoa yake vizuri, hapo ndipo changamoto zinapokuja, mpaka tunaona ndoa zinaishia kwenye talaka, mpaka tunaona ndoa hazina amani, mpaka tunaona ndoa ni mateso. Singles, wanawake, nadhani mpaka hapo nitakuwa nimewasaidia kidogo. Awabariki.